Ndugu zangu Waislamu, uongozi ni amana. Ni amana nzito. Na kesho mbele Allah Subhanahu wa Ta'ala yatakuja kuwa ni majuto makubwa kama uko katika nafasi ya uongozi, dhamana yote ambayo umeipewa ukaitumia vibaya. Abi Huraira radhiyallahu anhu anasema, bainama an-nabii sallallahu alaihi wasallam jalisun fi majlisihi yuhadith al-qauma, wakati mtume akizungumza na sisi katika majlisi yake, jaahu arabi, mara akaja mbedui kutoka jangwani. Faqala ya Rasulullah, kumwambia mtume wa Mwenyezi Mungu, mata saa, lini qiyama? Wa madha Rasulullah yuhadith, lakini mtume hakumsikiliza, akaendelea kuwa anazungumza na wenzake. Akarudia tena, ya Rasulullah, mata saa. Mtume akawa anaendelea, kamsikia lakini anaendelea. Mwisho alipomaliza mazungumzo yake, qal aina sailu min as-saa, yuko wapi aliyeuliza kuhusiana na kiyama? Yule akasema, ana ya Rasulullah, mimi hapa ndo nimeuliza. Qala Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, idha dhuyi'atil amana, inapopotezwa amana, uaminifu ukapotezwa kwa maksudi, fantadhiru saa, basi wakati huo subiri kiyama. Na wanachuoni wa hadithi wanasema kiyama hichi hapa hakikusudiwi kiyama kile cha siku ya mwisho, bali ni kiyama cha sehemu hiyo ambayo amana imepotezwa, ni lazima itaharibika. Qalu ya Rasulullah, wakasema yeye mtume wa Mwenyezi Mungu, ma idha'atuha, amana inapotezwa vipi? Qala Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, idha usnida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhir saa, jambo la uongozi, jambo la usimamiaji, jambo la majukumu akakabidhiwa mtu ambaye hana sifa hizo, ngojea kiyama, yani ngojea maharibiko katika jambo hilo. Kwa hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaelekeza kwamba amana maana yake ni kumweka mtu munasib fil makani al munasib, katika sehemu ambayo ananasibiana nayo kwa sifa mbili za ukweli na uaminifu.